unaweza ukawachia wakubwa, maana yaliyomo humu si haba kidogo. Dada wa kazi, ndio kwanza tunaanza. Hakikisha una subscribe, una like na kucomment ili mambo yaende kuwa sawa. Mimi naitwa Gamaso, OG mzalendo. Tunasema ni mwiko kumpigia mtu na mwiko maji. Nikajikuta nashikwa na hamu, yaani hisia zilinipanda kana kwamba nimeona pilau, alafu njaa inaniuma vibaya mno, yaani lazima utakula. Ndipo nikaamua nijitose mzima mzima kwa dada huyu wa kazi ambaye alikuwa amenizidi umri. Mwanadada huyo mfupi kiasi kutokana na makalio yake makubwa yanayoonekana, lakini akinyimwa sura ambayo nadhani alilisi kutoka kwa baba yake. Kiukweli makalio makubwa ya wadada, wamama, wanawake kiujumla yananiharibu akili. Kila ninapomwona mwanamke amefungasha msambwanda wa saizi ya kati na mkubwa, huwa wananichanganya sana. Hata hivyo, sehemu zangu za siri huwa zinasimama ndani ya suruali zangu. Jamani, mimi nimekushika tu na kutoa mdudu, nilimwambia huku nikiwa na tabasamu na mwangalia. Wapi Gabriel, muongo wewe. Unamtoa mdudu wapi wakati unanishika huku mwenzio? Basi samahani, nikupe chakula sasa. Mwanadada alionizidi miaka takribani mitatu, mimi nikiwa na miaka 25, yeye 28. Alinipiga kifuani ngumi ya kiuoga uoga.
unanitekenya bana Gabi, alinijibu kwa king'ata kucha kidole chake. Nikajua tayari amesha nasa. Tuliosoma Cuba tu ndo tunaelewa haya mambo. Kwani wewe upendi kutekenywa Monica? Augua mwenzako Monica. Naweza kukubusu tu. Kunibusu wapi? Mdomoni? Gabi jamani, kidogo tu Monica, huniulumii mwenzako. Nilimjibu nikisogeza mdomo wangu taratibu, misili ya Shalkani kwenye movie ya Kihindi. Wakubwa wananielewa hapa. Akiwa amefumba macho yake kwa uoga mwanadada huyu, mpaka nikaanza kuhisi huenda umri wake huo hana hata mchumba. Na nilipombusu nilifunua kabisa mdomo wake na kuanza kunyonya lipsi zake za chini pamoja na za juu, akitetemeka na kisu na kitunguu akiwa bado amevishikilia. Mikono yangu niliipitisha kiunoni mwake na kuanza kumpapasa, nikiminyaminya taratibu. Dada yule wa Kihehe aliyebaki amefumba macho yake kwa wasiwasi. Gabi, napika mwenzio, mtoto ataamka na njaa. Moto utawaka leo. Basi bana, nilimshikashika mwanadada huyo ambaye alilegea kabisa. Nikaingiza mkono wangu kwa chini katikati ya mapaja yake. Alikuwa amevaa tu taiti. Nikaingiza mkono wangu ndani ya taiti yake na kumshika zile sehemu zake ambazo tayari zilikuwa zimeshaonyesha dalili za yeye kutaka kuhitaji tendo. Watu wazima mnanielewa hapa? Kuendelea kuzipapasa zile sehemu zake za kule chini kwa kidole changu gumba taratibu.
cha kati, kisha nikamgeuza taratibu hivi na kushika sinki la kuoshea vyombo. Nikampandisha kitenge chake ambacho alikuwa amekivaa. Nikawa kwa nyuma yake wakati huo. Basi sikuamini, maana nilihisi kama utani baada ya kukutana na minofu ile ambayo nilikuwa nikitamani kwa muda mrefu sana. Ni kweli ama naota? Ngoja tuone. Kiukweli msikilizaji, makalio yake yalikuwa makubwa sana, na wakati huo alikuwa amevaa taiti tu ya bluu ambayo niliishusha taratibu usawa wa magoti yake. Wakati huo mimi nikiwa nimevaa suruali yangu ya mazoezi kwa maana ya track. Nikaishusha tu kidogo hivi, na kisha mjomba Asumani wakati huo alikuwa amekasilika kabisa, hataki kulala wakati. Funga macho yangu nikisikiliza utamu wa sehemu za siri. Wakubwa wananielewa. Dada huyo wa kazi, mkono mmoja nikiwa nimemshika kiuno
na mkono mwingine nimemshika kifuani kwake kwa mbele, nikiendelea kuminyaminya na kutomasa matiti yake ambayo yalikuwa yamejaa sana. Kusema ukweli, tulishasahau kama tulikuwa tupo jikoni, na kwa vile ilikuwa ni mchana kama saa 6 kuelekea saa 7 hivi, hatakuwa na wasiwasi wowote, maana mida ya dada kurudi ni mwiko kumpigia mtu na mwiko, maji hayapande mlima. Mwaka wa 90, tatizo litabaki kuwa moda. Hakikisha una subscribe, una like na kucomment ili mambo yaende kuwa sawa. Bye.